Unaonaje nikamwambia baba tuishi hapa nyumbani? Hapana rafiki yangu, mimi ni nafsi isiyo hai, mimi ni mfu, na hapa duniani sio kwetu, naenda zangu kwetu. Mama. Amani mwanangu, hata usijali. Kwa kipindi chote kigumu nilikuwa na wewe. Matatizo yote sasa yamekwisha na tunaanza ukurasa mpya. Utaishi vizuri na babako kama zamani, na atakupenda kama vile zamani alivyokuwa anakupenda. Ninachokusihi mwanangu Amani, jitahidi katika masomo yako. Najua ipo siku tutakutana tena. Sawa mwanangu? Lakini mama, hamna uwezekano wewe kurudi tukaishi yote hapa nyumbani. Sio rahisi kama unavyodhani. Nakupenda sana mwanangu. Kwaheri. Baba, shida nini?
miaka 12 lakini njaa ni kubwa. Mama analala kimya, mdomo wake umechoka. Kila siku namtazama nikiogopa kesho. Dumu lake ni tupu, moyo wangu ni mzigo. Siku nakuja pole na mlango unalia. Mimi na kivuli changu tunapita taratibu. Si kwa furaha, ni kwa machozi. Nikiangalia nyuma naona hofu ikinifuata. Mdogo wangu Faima, umeniitia nini? Dada, kipindi cha leo kizuri hatari. Nachekesha mdogo wangu hapo, sitamani hata kucheka. Yaani umenitoa kulupu jikoni. Mbio. Umeniita. Najua sijui niitia kitu gani. Nija angalia kwenye TV mdogo wangu hadi nataka niunguze mboga kule. Chukue Nadi kama kazi wewe. Mfanye kazi bora. Nakuwa chete. Shauri yako, mimi baadaye sikuadisi shoga yangu. Taangalia zangu Jumapili. Wewe nenda hiyo kazi yako, mama wa kazi ha? Haya, fanya kazi, kafanye kazi. Shoga yangu baadaye ndo niambia nikuadisie. Haya. Mwenzangu wewe hapo unadeka. Anytime ni TV, ukichoka TV umelala. Akufanyia nani kazi kama sio mimi dada yako? Nafanya mdogo wangu. Ngo kudeka kwako. Leo nipo kesho sipo. Sio kamdekea nani? Asa sipodika hapo nitadika kwa nani? Utajua wewe. Usinichekeshe sasa. Nitadika mpaka mwisho. Mama mikazi huyo. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, mbali kuna mbwa wanaolia. Kivuli cha wizi. Rafiki yangu Johnson. Naam. Unajua rafiki yangu wa muda mrefu. Sawa. Tumefanya mambo mengi sana. Ndio. Na tumesaidiana kwenye vitu vingi. Ila siku ya leo mimi kuna swala nahitaji tuongee. Ambao swala hili linanikereketa sana. Na kuniumiza kichwa. Unajua rafiki yangu, huwa naumia sana pale mimi ninapokuwa nipo na shemeji yako, afu ukiwa uko peke yako. Huwa naumia sana. Kwa siku ya leo mimi naona bora nikueleze hili jambo. Unajua rafiki yangu, unajua umekuwa mtu mkubwa sasa hivi. Unahitajika utambue kwamba kuna kipindi cha kuishi peke yako, afu kuna kipindi ambacho si cha kuishi peke yako. Kama hivi ulivyo sasa hivi, hustahili kuishi peke yako. Unahitajika uwe na mtu ambaye anaweza kusupporti, kukusaidia kwenye mambo mengi na pia kukupa ushauri. Hivyo rafiki yangu, mimi nachokushauri na kushauri uoe. Sawa, mimi nimepokea ushauri wako. Na katika siku ambayo umezungumza jambo la msingi na la muhimu, siku hii ya leo, si utegemea kama unakuwa na mawazo mazuri kama haya. Sasa rafiki yangu, mimi nataka nikuulize swali langu moja tu. Wewe umeoa? Hapana, mimi bado sijaoa, ila nipo katika michakato ya kuoa. Anaitwa na? Kwa hiyo ina maana rafiki yangu wewe hujui. Kama mimi niko na shemeji yako Mary. Mary unamjua mimi? Mary huyu. Acha mambo yako wewe bana. Wewe sio muoaji. Wewe ni mtu wa kuchovya chovya tu. Macho yako yako juu hivi. Kama mamba unataka kuchovya pale, kuchovya hapa, kuchovya hapa. Wewe ni kivuruge, sio muoaji. Acha kumpaka mafuta kwa mgongo wa chupa mtoto wa watu. Na tabia hiyo achana nayo rafiki yangu. Umenielewa? Si umenielewa vizuri? Sasa hivi kuna magonjwa mengi.
kuna kaswende, kuna gono, kuna ukimwi, umeelewa? Utakuja kupata magonjwa alafu usijue nani amekuambukiza, na mwisho wa siku utakuja kuisumbua familia yako. Kwa hiyo ninachotaka kukushauri, achana na biashara za wanawake wengi. Tafuta mwanamke mmoja tu ambaye anaweza kukusaidia na ukafunga naye pingu za maisha. Si umeelewa vizuri? Mimi ni mkubwa kwako na ninakushauri kwa sababu nimekuzidi umri. Mimi ndio nitakuwa upate ushauri kutoka kwangu mimi badala wewe kunishauri mimi. Tumeelewana? Wewe sio muuaji. Wewe ni kivuruge. Wewe ni kuvuruge hapa mtaani kote wanakujua. Kijiji kizima kinakujua wewe. Macho yako ya juu tu. Hem, wenzetu bana, achana nayo mambo bana. Sasa rafiki yangu, unachana nayo mambo kivipi? Achana nayo mambo, wewe mimi nakujua, wewe sio mtu wa kuoa bana. Umeelewa? Sio mtu wa kuoa kivipi bwana? Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, mbali kuna mbwa wanaolia. Kivuli cha wizi. Mambo Poa mzima? poa tu. Mambo poa. Melisa, mdogo wako amekuwa. Kwa nini unasema hivi? Nashangaa leo umekuja naye mtoni, kwa maana unavyomdekeza. Hamna shoga yangu, mbona anafanyaga kazi? Alafu pia amepata mchumba, anataka kuolewa, na maana anafundisha hizo kazi ndogo ndogo za kuchota maji, sija kaenda kututia aibu. Umepata mchumba? Ndiyo shoga yangu. Hongera shoga yangu. Asante. Haya, baadaye. Haya, poa. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, mbali kuna mbwa wanaolia. Kivuli cha wizi. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, mbali kuna mbwa wanaolia. Kivuli cha wizi. Habari za hapa ndugu. Bwana safi kabisa. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Bwana nimekuja hapa nimegonga kweli hapo ngongo kimya ngongo nasikia mapanga nalia tu kukanga. Ndio maana nimekufuata huko. Nilikuwa nafanya kazi hii mwanangu. Kamanda wangu nilikuwa nafanya kazi hii, ndio maana umeona huko mbele huko kimya kabisa. Niko huku. Najua tena panga linalia, majani yanalia, sija kusikia kamanda. Sasa bwana ndugu mwenyekiti. Ndio. Mimi bwana katika shughuli zangu huko nimekutana na kijiji mmoja. Sawa. Mwana kijiji yeye anasema kwamba bwana mwenyekiti anakuita. Sawa. Nikaona wacha nije nisikilize kabla sijaendelea na shughuli zangu bwana. Ni kweli kabisa nimekuita kamanda wangu. Mimi nilikaa na wajumbe wangu wa serikali ya kijiji changu cha Umba. Kulingana na utaratibu wako unaofanya kamanda, askari wangu wewe, tumeona ni lazima tukujadili, tukuweke katika mazingira ambayo yanafaa, ambapo tunaweza tukatofautisha. Lakini sasa kitu ambacho kilikuwa ni kizuri zaidi, kuna utendaji wako wa kazi ambao ulikwisha ufanya huko kipindi cha nyuma. Kipindi kile ulipokuwa umemkamata ile Masai alikuwa anataka kuiba ng'ombe kwa mzee Kibodi. Yule Masai bana anaruka anakimbia kweli kweli. Bado isitosha kuna bwana mmoja wa kijiji cha jirani kule Kumbulu. Yoni Mabanga yeye. Yoni Mabanga yeye. Sawa sawa. Pita Kumbulu unaelekea Mgome ukinyoosha hivi kwa mnyefu. Na kingine kilichofurahisha zaidi wale wajumbe wangu.
kumkamata Beni Ngatunga na plastiki zima la pombe ya mtama kwenye baa ya Mafolo. Hiyo ndio iliwakosha kweli. Yaani hiyo ndio iliwakosha mno. Kabisa kabisa. Asante sana mwenyekiti. Kwa hiyo tukaonelea mimi na wajumbe wangu tufanye kitu kimoja cha kukufurahisha. Kuonyesha zaidi wewe ni askari na hawa ni raia. Kwa hiyo kuna vitu nimekuandalia kama zawadi, natakiwa niende nikaletee. Naomba sana uipokee hii ikusaidie. Asante kiongozi. Askari wewe mwenye maadili mzuri kabisa, unatakiwa uwe tofauti na raia wengine. Kwa hiyo nimekuandalia mzigo wa kwenda kufanyia kazi wewe. Hata watu wakija wanajua huyu ni askari na huyu ni raia. Asante kiongozi. Nashindwa kushukuru zaidi kwa sababu sijajua umeniandalia nini. Natakiwa niende nikaletee kitu kabisa. Nitashukuru sana mwenyekiti wangu. Sawa sawa. Ai. Naomba nikukute hapa. Mimi nipo mwenyekiti. Piga lungu, Masai aliruka, piga lungu mbaya. Masai aliruka. Bana kamanda. Hizi ndio nyenzo ambazo tumeona tukupe ukaendelee kufanyia kazi. Hizi bwana kazifanyie kama. Yaani kazifanyie kazi kwa moyo mmoja. Hivi vitu vyangu mwenyekiti. Ndio. Hivi vitu vyangu tunapiga kidogo. Bwana usije ukanifanyia mimi bwana. Mimi kiongozi wako. Wewe ulipigana maji songea. Zamani sana kipindi. Maana niliambiwa na wazee kwamba bwana mwenyekiti wangu ni mngoni. Mimi ni mngoni kabisa bwana. Tena ukoo Ngonyani. Kweli kabisa. Bombi nyumbi. Bombi nyumbi. Ndala pembeni hapa. Ndio maana kweli. Kweli wewe ni mngoni kabisa. Unajua bwana kama sisi hivi vitu tulipewa na babu zangu mzee Ambrosi ni mngoni. Lena hii kule kunyumba wakembi Chibonga. Chibonga. Mzee alisumbua sana kwa sababu Songea unapitia Mtwara kule. Hivi vitu vinasumbua. Hivi kitu kikugonga nacho. Bwana wewe. Mbona Chibuli tena jibayuka? Asante. Bwana mwenyekiti asante. Mimi acha niende. Mimi nataka uende ukafanye kazi kwa weledi kabisa, umahiri kabisa. Hichi kijiji chetu kiendelee kukaa vizuri. Asante sana. Asante. Shukrani. Mama, umekunywa dawa? Hapana. Sasa dawa zako ziko wapi? Mbona humu ndani sijaziona? Zimeisha toka jana. Zimeisha? Nina miaka 12 lakini njaa ni kubwa. Mama analala kimya, mdomo wake umechoka. Kila siku namtazama nikiogopa kesho. Dumu lake ni tupu, moyo wangu ni mzigo. Siku nakuja pole na mlango unalia. Mimi na kivuli changu tunapita taratibu, si kwa furaha, ni kwa machozi. Nikiangalia nyuma, naona hofu ikinifuata. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, ninaiba kwa ajili ya mama, kwa ajili ya mama. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, nisamehe Mungu wangu, nisamehe Mungu wangu. Nimekimbia sokoni na mikono inanitetemeka. Neno moja tu kichwani ni dawa ya mama. Watu wananiona vibaya kama mimi ni doa, lakini hawajui usiku unavyonifinya roho. Ninapofika nyumbani, mama anatabasamu kidogo, na hapo ndipo najua machozi yana bei. Usiku unakuja pole na mlango unalia.
mimi na kivuli changu tunapita taratibu, si kwa furaha, ni kwa machozi. Nikiangalia nyuma, naona hofu ikinifuata. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, ninaiba kwa ajili ya mama, kwa ajili ya mama. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, nisamehe Mungu wangu, nisamehe Mungu wangu. Mama, usilie tena, mimi bado nipo, nitaweka hofu pembeni kama jiwe zito, kama dunia ni kali moyo. Meli kipenzi changu, unajua ya kwamba furaha yangu ni wewe. Ndio nafahamu mpenzi wangu, hata mimi furaha yangu ni wewe. Sasa mbona juzi na jana sikukuona magetoni, na wakati unajua ya kwamba furaha yangu ni kukuona wewe? Hivi unategemea nitakuwa na furaha gani wakati siku 2 sikukutia machoni? Nilikuwa sina salio kipenzi changu, ila leo mapema natia mguu. Si unajua show zangu. Oh, sawa. Nategemea leo kukuona magetoni. Usijali kipenzi.